Sasa hapa ni mahala sahihi ambapo utajifunza na kupata majibu yote kuhusiana na uzazi wa mpango. Kwa kawaida tunazigawa njia za uzazi wa mpango katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni zile njia za asili. Kundi la pili ni zile njia za kisasa. Njia za asili ni zile njia zote ambazo mtu anazitumia bila kuhusisha vifaa au kuhitajika mtaalamu mwingine kwenda kuinput kitu fulani kwenye ile njia. Lakini njia za kisasa ni zile ambazo zitahitaji vifaa au mtaalamu kusimamia zoezi hili. Njia za asili, tuna njia ya kwanza ni njia ya kalenda, yani kufuatilia ile kalenda yako. Njia ya pili ni njia ya billing ovulation method. Hii ni njia ya kuangalia ute, unafuatilia ute, unajua okay, tarehe fulani au kipindi fulani ute unaotoka ni huu, maana yake ABC. Ute huu maana yake ABC, so unakuwa unafuatilia. Lakini njia nyingine ya tatu ni njia ya lactation amenorrhea method. Hii ni njia ya ambayo inatokea mara nyingi, yenyewe ni ngumu sisi kuiratibu, lakini mwanamke anaipata au anafaidika na njia hii kipindi anapokuwa ananyonyesha mtoto mfululizo mara baada ya kujifungua. Lakini njia ya nne ya asili ni njia ya withdraw method. Hii inahusisha wakati ule wa tendo mwanaume anatakiwa withdraw au kuchomoa maungo yake katika via vya uzazi vya mwanamke na kufanyia zoezi lile la kumwaga shahawa nje au mbali na lile eneo. So hizi ni njia nne za asili za uzazi wa